Wasifiwe watumishi wa Mungu, tunalibariki jina la Bwana Yesu. Liko mbele yako, nataka tujifunze somo ambalo lina kichwa cha somo ondoka au ninaondoka. Naomba tunakwenda kusoma kitabu kile cha waraka wa Ibrania sura ile ya 11 mstari wa 8. Halafu tutasoma tena Warumi sura ile ya 8 mstari wa 29 hadi wa 30. Tukianza na waraka wa Ibrania 11:8, neno la Mungu linasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Warumi 8:29. Maana wale aliowajua tangu asili, aliowachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Kichwa cha somo tunakwenda kujifunza, somo linahusu ninaondoka. Biblia inamzungumzia Ibrahimu ya kwamba alipoitwa aliitika. Kumbe kabla ya kuondoka kwanza kuna kuitwa. Unapoitika ndipo unatakiwa uondoke mahali ulipo. Sio salama hapo ulipo. Sio mahali pazuri hapo ulipo. Pana vibaka wengi hapo ulipo. Pana wezi na wanyang'anyi hapo ulipo. Pana dhambi nyingi hapo ulipo. Pana vishawishi vingi hapo ulipo ambavyo vitakufanya wewe umkosee Mungu. Hii ni sauti Mungu anakuita. Itika na uondoke. Chukua hatua. Ondoka hapo ulipo. Sio salama. Sio pazuri. Kwa ajili ya mustakabali wa maisha yako ya kesho, na kwa ajili ya kesho yako, na kwa usalama wa vitu ambavyo umeviweka, Mungu ameweka ndani yako, kwa usalama wa vitu ambavyo umevibeba ndani yako, kwa ajili ya hatima kubwa ambayo Mungu amekuumbia ndani yako, ili wewe uje kuwa yule ambaye Mungu amekuumbia hivyo. Ondoka hapo ulipo, si salama. Chukua hatua, ondoka. Wewe ulipo unayaona mazingira, unaona vitu vinavyokuzingira, unaona umezungukwa na marafiki wa zamani, unaona umezungukwa na watu ambao wanaweza kukushawishi kutenda mambo mabaya. Leo neno la Mungu linakuja juu yako. Ondoka hapo ulipo. Ibrahimu alikuwa anaishi ule wa Kaldayo, kulikuwa na miungu mingi ya baba zake. Kulikuwa na ibada nyingi za sanamu. Ng'ambo ya mto. Biblia inapozungumza ng'ambo ya mto, ambako Tera alikuwa na miungu yake ng'ambo ya mto. Ibrahimu na yale mazingira hayakuwa rafiki kwake. Kutokana na hatima ambayo Ibrahimu alikuwa nayo, Mungu amemuumbia kwayo. Kutokana na hatima kubwa ambayo Ibrahimu alikuwa nayo, hatima ile, namna ile ambavyo Mungu alimtaka Ibrahimu aje kuwa baba wa mataifa, aje kuwa baba wa watoto wengi, kama angeendelea kubaki ule wa Kaldayo, yale yasingetokea. Vishawishi vilikuwa vingi vya kuabudu miungu mingine. Vishawishi vilikuwa vingi vya kumkosea Mungu. Mungu akanena na Ibrahimu, alimuita kwanza. Alipoitwa Ibrahimu aliitika, kwa sababu alikuwa anajijua kwamba yeye ni nani na vitu gani Mungu ameweka ndani yake. Aliitika amsikilize yeye aliyemwekea vitu ndani yake anasema nini. Ibrahimu aliitika, akaondoka. Biblia inazungumza aliondoka asijue aendako. Aliondoka asijue aendako. Akamchukua mke wake, akaondoka. Akachukua na vitu vyake. Na unapoondoka, uondoke na familia yako. Unapoondoka, uondoke na vitu vyako. Unapoondoka, uondoke na ulivyo navyo. Lutu naye aliondoka. Lutu aliambiwa ondoka, kuna jambo baya linakwenda kutokea hapo. Miungu ya Sodoma na Gomora sio miungu itakayo kufanikisha wewe kufikia kwenye hatima yako. Miungu hiyo ukiendelea kukaa Sodoma na Gomora, mwisho wewe utafanana na watu hao wa Sodoma na Gomora. Ondoka. Lutu alitii akaondoka, lakini hakuondoka mwenyewe. Alichukua binti zake, alichukua na mke wake, alichukua vitu vyake. Unapoondoka, unapoitwa, ondoka na familia yako, ondoka na mke wako, ondoka na watoto wako. Unapookoka, unapoindwa kwenye wokovu, familia yako nayo iokoke, mke wako aokoke, watoto wako ondoka nao, ondoka na mali zako, uende ukamtumikie Mungu nazo. Miungu ya Misri ilipokuwa inajitahidi kushindana na Musa kwa habari ya lile neno ambalo Musa aliambiwa ya kwamba wana wa Israeli wanatakiwa kuondoka Misri, hata utimilifu wa mapigo ulipotimia, Musa anapoondoka na wana wa Israeli Misri, hawakuondoka wenyewe.
Wana wa Israeli waliondoka na mali zao, waliondoka na fedha, waliondoka na mifugo, waliondoka na dhahabu, tena wakaondoka na mateka, vitu vya Wamisri waliondoka navyo. Ondoka. Kwa watu wengi wenye hatima kubwa huwa wanaondoka. Watu wengi walioitwa na Mungu huwa wanaondoka, wanaanza kuitwa, wanaitika, alafu wanaondoka mahali walipo. Mazingira tulionayo si mazuri sana kufanya kazi ambayo Mungu amekukusudia wewe. Eneo hilo lilopo hilo sio eneo ambalo wewe utazaa, sio eneo ambalo wewe utafanikiwa, sio eneo ambalo wewe litakukuza kiroho, sio eneo ambalo wewe litakustawisha, sio eneo ambalo wewe litakufanya uwe yule ambaye Mungu anakuona. Ndio maana tukisoma kwenye Warumi sura ya 8 ile tuliyosoma mstari wa 29 na 30, Biblia inasema wale aliowajua tangu asili, wale aliowajua aliwaita tangu asili, wale aliowajua tangu asili aliwaita, ili wafananishwe na mfano wa mwana wa pendo, ili wafananishwe na mfano wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Aliwaita, aliwajua tangu asili, aliwaita. Yaani Mungu anapokuita wewe utoke hapo ulipo uondoke, ina maana alikujua tangu asili. Asili ni nini? Asili ni nini? Kabla hujaja hapa duniani kuna sehemu ulikuwepo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna sehemu ulikuwepo kwa Mungu. Ulikuwepo huko kwa Mungu, ulikuwepo. Una eneo kwenye ulimwengu wa roho, ulikuwepo kwa Mungu. Kwa hiyo huko uliko Mungu hajakutuma kwenda sehemu, hajakutuma kwenda sehemu bila kujua sehemu uendako huku unaenda kufanya kazi gani, kwenye kabila unaozaliwa, kwenye ukoo unaozaliwa, kwenye familia unaozaliwa, kuna vitu gani pale. Kwa Mungu anapokupeleka pale, anakuwekea vitu ndani yako kwa ajili ya kusolve ile eneo unalokwenda kuzaliwa pale, kwa ajili ya kusolve tatizo pale, kwa ajili ya kufanya ule ukoo unaokwenda kuzaliwa wote ugeuke, umgeukie Mungu, kwa ajili ya kuifanya ile familia unayokwenda kuzaliwa ya baba, nyumba ya baba yako yote ije kumjua Mungu, kwa ajili ya kukanseli matambiko, mazindiko, miungu ya ukoo pamoja na takataka zote za kishetani na kukomesha ibada za shetani pale unapokwenda kuzaliwa. Hilo ni makusudi mbalimbali ambayo Mungu anaweza anatuma watu. Kwa hiyo sasa huyo mtu ambaye anazaliwa maeneo hayo ambayo hata Ibrahim alizaliwa kwenye mazingira hayo, ili wewe ufanikiwe sasa kuwa yule mtu ambaye unakusudia kuwa, lazima uitike kwanza kabla. Ukishaitika unaondoka ili kuwa yule ambaye Mungu amekukusudia. Kwa hiyo kuna kuondoka kwa aina nyingi. Wengine wanaondoka kutii kusudi, lakini wengine wanaondoka kulingana na mazingira walioko. Ni mazingira hatarishi, ni mazingira yanayoweza kuua kiroho chao, ni mazingira yanaweza wakawasababisha wao kutenda dhambi. Umekaa baa, watu wanaimba nyimbo za ajabu na wewe upo hapo unasema unakunywa soda, unasema unaangalia mpira, watu wamevaa vinguo vya ajabu wanapita hapo. Unakaa unafanya nini? Hayo maeneo ndio maeneo hatarishi. Maeneo hayo hatarishi yalimsababisha Yusufu akimbie, akaacha nguo yake. Yusufu aliondoka aliposhikwa katika maeneo hatarishi. Yusufu aliondoka kwa sababu alijiona yeye ana kusudi kubwa ndani yake. Akasema, kwa nini nimkosee Mungu, nimtendee Mungu baya mkubwa namna hii, alafu mimi nipoteze hatima yangu, ndoto zangu zote zile nilizoota na ambazo Mungu alisema na mimi kwa habari ya kesho yangu ziwe bure? Kwa nini nimtende Mungu ovu mkubwa namna? Aliondoka. Hata wewe ondoka. Ondoka hapo ulipo. Ondoka katika kampani sio nzuri. Watu wengine wanatakiwa uachane nao. Watu wengine wanatakiwa uwapunguze katika maisha yao. Wewe kama ni wa Mungu unatakiwa uambatane na watu ambao wataongea maneno ya kukujenga muda wote. Mahali penye masengenyo, ondoka. Mahali ambapo wanaweza kuua kiroho, ondoka. Mithali anasema, wenye dhambi wakikushawishi, mwanangu, usikubali. Umezingirwa katika mazingira ya watu wenye dhambi ambao wanakushawishi kwenye kutenda uovu. Huwezi ukashinda kwa hekima za kibinadamu. Hapo unatakiwa uondoke. Huwezi ukazishinda dhambi kwa akili wala kwa kuzikemea. Hapo ni kuondoka. Kuondoka ni silaha ambayo inakuwezesha wewe kufikia kwenye hatima yako. Kuondoka ni nguvu inayokuwezesha wewe kushinda jaribu unalopitia. Unatakiwa kuondoka, mtumishi wa Mungu, ili uweze kushinda, ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa yule ambaye Mungu amekukusudia. Unatakiwa uondoke katika mazingira ambayo uliyopo, katika mazingira mabaya ambayo upo. Kama tunaona watakatifu wengi waliondoka, wana wa Israeli waliondoka, Ibrahimu aliondoka, Lutu alipoitwa aliondoka. Watu wengi ambao waliitika na kuisikia sauti ya Mungu waliondoka. Wewe, Mungu anasema na wewe na sauti yake unaisikia. Ninapoongea hivi, Mungu anasema na maisha yako. Kuna mahali sio sahihi huko, kuna mazingira hatarishi huko, na umezoea kwenda kwenye hayo mazingira hatarishi, na wewe umeokoka.
na wewe ni mtu wa Mungu. Unajichanganya, wanaposengenya na wewe unasengenya, wanaposema uongo na wewe unasema uongo, wanapoiba kidogo wanadokoa na wewe unadokoa. Mungu leo anasema ondoka. Wao jitofautishe na wao, wewe sio kama wao, wewe sio kama wao. Na tunarudia tena, wewe sio kama wao, wewe ni wa tofauti. Wewe ukiwa kama wao hautaweza kutenda jambo la tofauti, hautaweza kutenda jambo la ziada. Wewe ukiwa kama wao hautaweza kuwashinda. Useme mimi nimeokoka, namwamini Mungu, nampenda Yesu, lakini bado unafanya kama wao. Wakikuloga hata uende kukemea, hakuna kitu kitakachotokea. Ondoka, ondoka. Usiwe na kampani na watu ambao wanajulikana kwa waganga. Usiwe kampani na watu ambao wana tabia mbaya. Ondoka, ondoka ndugu yangu. Mazingira ulioko sio salama. Mazingira ulioko ni hatarishi. Unaweza ukafanya chochote, unaweza ukafanya chochote hapo ulipo. Na kushauri, na sauti ya Mungu leo inasema na wewe kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya maisha yako. Wewe uliye dhambini, ondoka dhambini. Wewe ambaye hujaokoka, ondoka. Ondoka, uisikie sauti ya Mungu leo inasema na wewe. Wewe ni mtu ambaye Mungu alikujua tangu asili na alikuchagua tangu asili. Unapoisikia sauti hii ujue ya kwamba wewe ulichaguliwa na Mungu tangu asili. Hapo ulipo sio sehemu yako, sehemu yako ni kwa Yesu. Ondoka hapo ulipo, uende kwa Yesu, uje kwa Yesu. Ndio sehemu yako, ndio mahali pako. Hata kama ujui unakokwenda, wewe chukua hatua tu ya kuondoka na mahali pako pasionekane hapo, mahali pako pasionekane hapo ulipo. Hapo ulipo uondoke na hadi na mahali pako pasionekane tena. Sio uondoke alafu umeacha begi lako, sio uondoke alafu umeacha mtoto wako, sio uondoke alafu umeacha mke wako. Utarudi, ondoka. Wana wa Israeli waliondoka na kila kitu. Hata Ibrahim aliondoka na kila kitu. Lutu alipotoka Sodoma alibeba mke wake na watoto, aliondoka na kila kitu. Hakuacha kitu, maana angeacha mke baadaye angerudi tena, angeacha watoto baadaye angerudi tena. Kwa hiyo neno linapokuja kwako, acha dhambi, ondoka, uokoke, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Wewe ni mtu ambaye umechaguliwa tangu asili. Wewe ni mtu ambaye Mungu amekujua tangu asili na leo amekuita. Sikia sauti yake, okoka leo, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Shalom, shalom.